na katika ummati Muhammad walikuwepo. Miongoni mwa hao ni akina Muhammad ibn Sirin na wengineo. Yupo bwana mmoja aliota siku moja anaadhini, Allahu akbar, Allahu akbar. Akaenda akazindukana, akaenda kwa mtu mwenye kukagua ndoto yake, akamwambia nimeota naadhini, nini ishara yake? Akamwambia ishara yake, mwaka huu utabahatika kwenda haji, utahiji wewe. Kwa nini umetafsiri muadhini wangu ni safari ya hija? Akamwambia Allah anasema waadhin fi nnasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Ishara ya adhana hapo kwamba utaitikia mwito, utakwenda hija. Angalia namna walivyokuwa mahodari katika kutafsiri ndoto kwa kuzitumia aya za Qur'an, na ni ujuzi maalum. Lakini pia inategemea, wanasema ndoto inategemea mtu na mtu. Usije na wewe ukaota unaadhini pia ukasema na mimi nitaenda Maka. Inategemea pia mtu na mtu. Maana pale pale alitokea mtu mwingine naye akasema na mimi pia nimeota nimeadhini. Akamwambia wewe ni mwizi. Ndoto ile ile. Akamwambia mbona umemwambia huyu anaenda Maka kuhiji, mimi unaniambia mwizi? Akamwambia Mwenyezi Mungu anasema thumma adhana muadhinun ayyatuha al-'ir innakum lasariqun. Wewe ni mwizi. Na kweli watu kumbe walikuwa wanamjua na wanatahadhari pale, sema maadamu yupo fulani hapa simu zetu zitapotea. Hapa alikuwa pia pale katika kikao, amekuja kwa ajili ya ghafla ya watu ili awe. Na yule akaenda Maka kahiji. Isomeni suratu Yusuf muone uhodari namna ya kutafsiri ndoto. Waqala al-maliku inni ara 7 baqaratin siman yaakuluhunna 7 ijaf 7 sumbulatin khudr wa ukhra yabisat ya ayyuha al-mala'u aftuni fi ru'yai in kuntum lirru'ya ta'burun. Niambieni hizi ng'ombe 7 na vishuke 7 maana yake ni nini nimeota? Wale wakuu wake kumwambiaje? Adghathu ahlamin wa ma nahnu bitawili alahlami bialimin. Hizo ni ndoto za mchana tu za upuzi, hazina maana yoyote. Yusuf akapelekewa habari. Alipoambiwa tu qala tazra'una 7 sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Akamwambia hiyo ng'ombe 7 ni miaka 7 ya shida inakuja, na miaka 7 mingine ya faraja itakuja, na vishuke 7 hivyo, ni kuonesha yani tafsiri daqiq. Malakul maut anamuonyesha Imam vidole vinne. Imam hivi vidole vinne vimemtia wasiwasi. Kenda kwa Muhammad ibn Sirin anamwambia tulia Imamu, ihda. Malakul maut hakuwa na nia kukuambia eti ni vidole 5 vile ni miaka 5, wala hakutaka kukuambia eti ni miezi 5, wala sio siku 5, wala sio dakika 5. Arada an yaqula laka inna jawaba su'alika fi 5 umurin min al-ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah. Alitaka kukuambia hivi, suala ulilomuuliza liko katika mambo 5 ya ghaibu ambayo hakuna binadamu yoyote wala kiumbe yoyote anayejua isipokuwa Allah. Na kwanza, inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaib wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hayo mambo 5 hayo. Mwenyezi Mungu ndo mwenye kujua kiyama itatokea lini. Yeye ndo mwenye kuteremsha mvua. Yeye ndo mwenye kufanya haya mambo 5 tuliyoyasoma hayo. Nafsi mwisho haijui wapi itakufa na wala riziki gani itakula, anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mambo 5 hayo ndio mkono ule alokuonyesha malakul maut. Hatujui tutakufa lini ndugu zangu. Mwenyezi Mungu peke yake ameuficha ukurasa huu, na wala usitafute kutaka kujua. Katika habari za zamani zilizotangulia za Bani Israili,
ambazo Mtume SAW alituambia tuzizungumzie, wala hakuna matatizo, na zipo zilizokuwa sahihi na zipo zilizokuwa dhaifu na zipo zilizokuwa hazikusadikishwa wala kukadhibishwa. Nabii Musa alayhi salam alifuatwa na bwana mmoja, akamwambia, wewe Musa ni kalimullah, unaongea na Allah, ni rafiki wa Mwenyezi Mungu, unaongea naye mwenyewe, na kuomba ukiongea naye leo mwambie mja wako fulani anataka kujua katika ilmu, miongoni mwa ilmu, anaomba umpe ilmu apate kusikia lugha za wanyama huo wakiongea wanasema nini. Yeye anaona kila paka wakiwa pamoja wakiunguruma, kuku, mbwa, nini, ng'ombe, punda, anaona angelikuwa anapata faida ya kujua nini wanazungumza, kwake ingekuwa bora. Kwa hiyo anakuomba mja wako mpe elimu ya kujua wanyama wanasema nini. Musa akamwambia, sasa wewe ukishajua jogoo na kuku wanasema nini, ndio unataka faida gani upate? Asema itakuwa ni bora kwangu. Nabii Musa akamwambia, ridhika na kile alichokupa Allah, maadamu Allah ameuziba ukurasa huu, hataki watu wafahamu lugha za watu wengine, viumbe vingine, imetosha. Yule bwana anang'ang'ania, Musa, ongea na Mola wako, usinifanyie, usinibanie, mwambie Mungu anijulishe ilmu ya lugha za wanyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku alipokuwa anaongea na Nabii Musa mtume wake, akamwambia, naomba nilete maombi ya mmoja katika waja wako, ya Rabbi, anataka kujua lugha hizi za wanyama, mpe. Mwenyezi Mungu akampa. Yule bwana akawa anasikia ndege wanaposema, kuku wanapoongea, punda wanapoongea, mbwa anasikia zile lugha. Sasa akarudi nyumbani kwake. Bahati nyumbani alikuwa ana kuku wake, ana mbwa, anafuga pale, ana mifugo yake, ana punda. Siku miongoni mwa siku wakawa kuku na mbwa wanaongea. Mbwa anakula kipande cha mkate pamoja na kuku. Kuku anamwambia mbwa, usinimalizie hiki chakula, mimi sina meno kama ya kwako, wewe subiri mifupa na nini utakula, huu mkate niachie mimi ambaye dhaifu katika kutafuta. Yule bwana anaenjoy, anasema, angalia sasa napata faida, kuku wanaongea, nasikia naongea nini. Anamwambia mbwa, niachie. Sasa mbwa naye anambia, hapana, niachie mimi, na mimi pia nina njaa leo, siku ya ngapi sijala. Kuku akamwambia, wewe usijali, karibuni hapa kwetu mtaani kutatokea msiba. Nini? Huyu punda huyu wa bwana wetu anayetufuga atakufa. Akishakufa utakula mizoga yake, utapata nyama. Basi hii niachie mimi, huyu atakufa, wewe utapata minofu ile, mimi siwezi kula ile minofu, utakula wewe. Yule bwana punda wangu atakufa. Haraka akamchukua, akampeleka sokoni, akampiga bei ili akafie mbele huko. Sababu kishapata habari kwamba anakufa, akampiga bei, akarudi nyumbani, anahesabu frank. Hakuna franki ziada kwangu, mifano na anahesabu hela zake zile. Kumbe kujua lugha za wanyama kuna raha kweli kweli. Atakufa huko tena, mimi nishauza tena. Amerudi nyumbani, wale kuku na mbwa sasa wanaongea. Chakula kile kimetolewa pale, anakula. Mbwa anamwambia, bwana, unaona sasa nilivyokonda kwa njaa, umenidanganya jana, unaniambia eti kutakufa hapa mzoga nitakula, hakuna aliyokufa. Asema, bwana wetu kamchukua yule, kamuuza, lakini usijali, niachie chakula hiki. Kunaye ng'ombe anafuga hapa bwana wetu, yule ng'ombe karibuni atakufa. Akishakufa yule, utakula wewe. Kasikia jamaa, ng'ombe pia atakufa. Kamchukua, kampiga bei marikiti, karudi na hela. Siku ya tatu mbwa anakaribia kukata roho kwa njaa. Anamwambia kuku, sitaki maskhara yako, leo chakula tunakula wote na mimi sikubali. Wewe umeniambia maneno yote hayakuwa ya kweli.
Akamwambia usijali, kesho bwana wetu huyu anakufa yeye. Akifa watu watakuja hapa kwa ajili ya maziko. Hapa kutakuwa na shamra, watu watapika matanga hapa na msiba, mifupa itakuwa mingi, utakula. Atakufa hii